FM pamoja na televisheni, na siku ya leo ninakualika tuandamane moja kwa moja hadi mjini Kisii, ambapo tunapatana na mfanyabiashara mmoja ambaye nakuambia kwamba amefanya mambo ya ajabu sana. Katika mpango wa Seria Obotaka, naye Videlis Omoshoge anakuambia kwamba kazi ni kazi. Kwa hivyo siku ya leo tunapatana naye mwanabiashara mmoja ambaye ametengeneza vitu vya ajabu sana. Naitwa Masi Ontita, tuandamane moja kwa moja. Karibu sana kwenye AGRFM. Tunajua ni Abagusi Global Radio, na leo ambia mtazamaji na msikilizaji wewe ni nani na hasa unafanya nini? Mtazamaji mpendwa, mimi naitwa Icarus Ondimu Mogusu. Kwa jina la town na wananijua kwamba ni Carlos, naitwa Carlos Mogusu. Sasa hapa tunatengeneza incubator, na si kutengeneza incubator tu, ni kutengeneza incubator yenye haiwezi kuenda kuleta hasara kwa mkulima. Kama saa hii unajua shida kubwa yenye wakulima wako nayo kwa incubator sana sana. Ukishaweka mayai pale ndani alafu ishaanza kupasua, unajua kifaranga kutoka ndani lazima ipasue kwanza. Alafu unapata stima inaenda. So stima ikienda uko na generator pale. Ukiweka generator imeisha mafuta ama imeharibika pia. So tumekuletea mbinu rahisi na yani yenye inaweza kukusaidia na kuka yenye naenda kuwaonyesha hapa nyuma. Haya, shikilia tu papo hapo kwanza. Ukiangalia hapa mtazamaji, kuna incubator, na incubator ni chombo ambacho kinasaidia kuangua vifaranga ama mayai kule nyumbani. Ukiangalia hapa ni kubwa mno, kwa hivyo nitampea muda akaweze kutuelezea tu kidogo alitengeneza vipi, alipata wapi zile materials kutengeneza hii incubator. Kwako. So hapa kila kitu ninapata kutoka kwa maduka. Kuna maduka yenye yanauza hizi vitu huko Nairobi. Hapa kwanza tuko na humidity and temperature display yenye inatumia battery, kale ka battery kadogo kanawekwa hapa. So tunaenda kuiweka hapa. After tumeshaiweka hapa, inakuonyesha wakati hakuna stima. So kama hakuna stima, hii ndio itakuwa inakuonyesha kwamba temperature na humidity iko pahali gani. Hii sensor ndio unaweka kwa mayai tu. Alafu hapa ndani tumetengeneza na pipes. Kuna pipes tumeweka hivi. Labda mpiga picha wangu ataangalia hizo pipes kidogo ambavyo zimezunguka kweli unavyoziona. Hata saa hii ukiguza hivi zinakuchoma. Sasa maana ya hizi pipes ni gani hapa ndani? Sasa ile mbinu yenye nimesema nimeleta ya kufanya na gas na pressure cooker. Hizo vitu unajua karibu kila boma iko nayo. Kila boma unaweza pata kuna gas na gas cooker na pressure cooker. Ndio hizi nimeweka hapa. So hii pressure cooker inatusaidia kusukuma ile pressure steam iende itembee kwa hizo pipes hapa ndani hivyo. Tukiendelea kuangalia hapa, tunafaa kuseti. Unajua hii kuka yetu kwanza ni mzuri sababu iko na, unaweza ongeza moto, unaweza punguza, unaweza weka katikati kulingana na venye hii monitor inatuambia tuweke hapo, ndio mayai isi overheat, ndio vifaranga ikufe. So mtazamaji, sijui kama unaweza angalia hapa. Lakini kabla hujaeleza ambavyo hiyo gasa inafanya kazi na mambo kama hayo, hii incubator naona kwamba ni kubwa sana. Labda inabeba mayai ngapi kwa wakati mmoja? Sasa hii tumetengeneza aim vifaranga kama 1000 na kitu. Sababu incubator tumetengeneza ya mayai 1500. So 1500 hapo tuna aim 1000 chicks at once. So ukiona 1000 chicks at once, inamaanisha kifaranga, si unajua hata wewe ni 100. So hapo ni kama tuna aim 100,000 once. Yani vifaranga vikianguliwa vyote kwa pamoja
unaweza pata shilingi 100,000. Yeah. Aha. Once. So wale watu wenye wanalia ati hakuna kazi, unajua mnaweza mkakusanya kama vikundi. Mkishapata hii, sasa unajua mtakuwa mnaunda pesa na kuajiri watu. Unajua vifaranga kama saa hii corona period zinatakikana sana kwa wingi, sababu unajua hata corona ikikuja namna gani watu hawatawacha kukula. Na watu kama wasichana sana sana, unajua ukimpeleka hata kwa hoteli, unajua kitu yenye uko sure ataenda kukula ni kuku na ugali na chips. So hiyo kuku hapa ndio tunatengeneza kuku, ndio ikipelekwa kwa hoteli inakuwa chakula poa yenye inapendwa na kila mtu. Nashukuru sana. Sasa kwa haraka tu utatueleza jinsi ambavyo wakati hamna stima umesema ama umeme unaweza kutumia ile pressure cooker na gas cooker kwa haraka tu. Hapa hii ni cooker. Iko gas hapa. Nimeconnect ikaenda kwa cooker. Hii ni pressure cooker. So ile moisture inakimbia kwa hii pipe inaingia hapo ndani, alafu hapa ndani kuna pipes zenye zimetembea kila mahali. Hapo kunazo huko nyuma iko, hapa sides iko, ukigusa hivi unaweza chomeka. Nimegusa hapo nikasikia nachomeka. So hiyo kitu yenye inakuchoma ni steam. Hii steam inapita ndani hivi. Sasa hiyo ndani hiyo environment iko warm, iko na joto. So ukiona kama inaenda kupita hapa, sababu hii ndio tumekuwekea yenye itakuonyesha kwamba temperature iko pale mahali unataka. Unaweza decide kuongeza pale moto ama upunguze kulingana na venye hii inakuambia. So ukifanya hivyo before stima ikuje, itakuwa hii imekusaidia, ime-maintain mayai yako ndio usiende hasara. Stima ikikuja ndio unasima hii nini, utazima hii gas uendelee na stima. Naam. Na tunajua kwamba umesema hapa kulingana na kile kiwango unataka, normally inakuwa kiwango gani ya joto ambayo unafaa kuweka? Okay, ile joto mzuri kwa incubator inakuanga 38 degrees centigrade. Na humidity inakuanga between 55 to 60. So ukiweka 60 hapo uko side ya juu. Lakini ukienda side kama 65, sasa hapo unapata mayai kifaranga ikipasua hivi, inapasua inatoa moto nje, yani mdomo nje, inakufia hapo. Sababu gani? Pale ndani kwa mayai kifaranga ni kubwa zaidi. Kifaranga ikikuwa kubwa zaidi pale kwa mayai, inamaanisha hiyo nyumba pale mahali kiko kwa mayai pale ndani ni iko kubwa, haina space ya kuzunguka. Hata unajua lazima inazunguka round inapasua hiyo shell mpaka mwisho inatoka nje. So kama hiyo space ya kuzunguka hakuna, kifaranga inatoa tu moto mdomo, alafu inakufia hapo. Sababu gani? Humidity iko juu, temperature ndio iko sawa, lakini humidity kama iko juu, hapo hutapata kifaranga hata moja. Na kwa hivyo hapa ikiwa kwa sasa tuseme imetuonyesha 46, hiyo iko chini ama iko juu? Hapa sasa iko chini. Sababu gani? Unajua hii ni incubator tunaendelea kutengeneza, hatujaweka hii mlango. Tukiweka hii mlango ikifunika, hizi pipe venye zimepita hivi, tumetoboa kashimo fulani kamoja hivi yenye hii steam. Unaona hii steam yenye unaona hapa nje? Hii steam unaona hapa? Kidogo kidogo inaingia ndani. Ila kidogo yenye inaingia ndani ndio itupe 55 to 60. Haya, asante sana. Na tunajua kwamba wakati tuna zile incubators zimetengenezwa kutoka kwenye huko kwa makampuni, kuna utofauti gani kati ya zile na hii yako? So hii yetu tunasema iko tofauti kubwa, sababu ukinunua kutoka kwa company inamaanisha utanunua na generator ama watakupea generator, lakini hawakupea hiyo generator free. Ni lazima utalipia. Lakini wameficha ile bei ya generator pale ndani kwa incubator. Wanaweza kukuambia ndio ni free, lakini hakuna kitu yenye iko free. Wameficha ile bei pale ndani. So hii yetu hakuna generator yenye tutakupea, lakini ukienda uko sure. Sababu kama gasi, unajua gasi haiwezi isha na siku moja.
Gasi ni kitu yenye unaweza tumia, unajua wakati stima peke yake imeisha, ndio unapata unatumia ile gas. Kama saa hii unajua stima ikipotea inaweza potea kama siku moja. So hiyo siku moja unaweza tumia gasi, na gasi haiwezi isha na siku moja. Unaweza itumia the whole month. So hapo uko sure. Hapo tu. Alafu labda ujuzi, kwa sababu nimeenda kutazama, nimeona kwamba unatengeneza ni kama kila kitu. Ulipata wapi ujuzi? So hii ujuzi yangu nimepitia mambo mingi. Najua mimi maisha yangu imekuwa ya kujaribu, ninajaribu hii. Inanishinda. Ninawacha, lakini siwachi kabisa. Kama kazi itakuja nitafanya tu. Ninajaribu hii ingine. Ikishindikana bado ninaendelea kujaribu. So kama saa hii unajua mimi ni fundi wa fridge. Nilikuwa natengeneza fridge, nikapata pesa hapo. Ndio nimeimprove, ninaweza tengeneza incubator. So hii kazi yangu ikue ya kusaidia hata mwenye ana pesa. Unajua shida na pesa, shida unajua unaweza fikiria kitu mzuri kama hii. Lakini kama hakuna pesa ni kama hakuna kitu yenye umefikiria. So ndio sababu naongea na sana our politicians. Kama wanaweza kuniona, sijui kama wanaweza niona, lakini kama wataniona, hapa ndio inatakikana watusaidie. Sababu kama wanaweza nisaidia nitengeneza incubators, nipe vijana wetu waweke mayai pale ndani, watengeneze kuku mingi. Hivyo ni vizuri, sababu wameimprove the quality of our society, na kila mtu ataenda kuwa na pesa ya kutosha. Sio ile yenye wanaleta ile siku yenye ati kesho ndio tunaenda kupiga kura unapata 50-50, ndio kila mtu anapewa 50-50. Ukipewa 50 unaona ni pesa mingi sana, lakini uwezi imagine kama kuna mtu mwenye anaweza wapea hii kitu 50 yako iko hapo, lakini muweze kukua kama hao watu kama 50 ama 100. Ile 50 mnunue kitu kama hii. Mkiweka mayai kila mwezi, kila after 21 days mtakuwa mnatengeneza 100,000. So hiyo 100,000 ni forever, mpaka ile siku yenye mtachoka na kazi. So hapa ndio natakikana tusaidiwe, tutengeneze hizi vitu kwa wingi. Tukishatengeneza, unajua sisi peke yetu tunasaidika. Tunasaidika na the society. Lakini umezungumza mengi, lakini ningependa kujua ulijuaje kuanza kutengeneza hizi mashine ambazo unazitengeneza zote? Okay, kujua, unajua kitu ya kwanza ni innovation. Innovation, after umefanya innovation, alafu kama internet pia ni nzuri. Huwa inatusaidia kujua kila kitu yenye unataka kujua. Kama unataka kujua mambo na incubator, mbona unaenda pale kwa YouTube, kwa internet, alafu una search mbona incubator maybe inaweza kosa kutoa vifaranga. Hapo unaelezwa vizuri kabisa, mpaka unaweza kuwa mwalimu wa kueleza wengine. So ndio nikajua kwamba hii, unaona venye nimetengeneza body hiyo, ni innovation. Nilifikiria nikifanya hivi na hivi na hivi body itakuwa mzuri, lakini pale ndani tunataka nini? That is how ninaenda kwa internet, ninaangalia kila kitu yenye inatakikana tuweke hapa ndani ndio mayai itoke kwa wingi. Hivyo tuseme hujaenda ukasomea shule ati vile? Hata fridge. Sijaenda kwa shule, naweza ambia mtu ati nilienda kwa shule. Hizi vitu ni innovation venye ninafikiria. Basi mtazamaji wa AGRFM, unasikia kwamba internet ama mtandao unasaidia sana katika kufanya uvumbuzi wa kutengeneza vifaa kadhaa, ikiwemo incubator, fridges, na kuna mashine kadhaa ambazo zinaweza tengenezwa. Naye Icarus ametuhakikishia kwamba innovation ama kule kuvumbua mambo ndiko ambako kumemsaidia katika hii kazi yake. Labda katika incubator, kama hatujamalizia, huwa kuna thermometer, mambo fulani. Labda tuangalie ile ambayo imekamilika, ambayo ni kidogo. Utueleze mambo tu kidogo
Okay, hii sasa ndio tumemaliza, imemalizika kila kitu. Naam. Tushaweka mayai ndani. Na hiyo mayai within kitu kama around 3 to 4 days from now tuna expect tutapata vifaranga kutoka hapa ndani. Nikifungua so wacha nifungue hivi. Hapa ndani ukiingisha mkono hivi utasikia ni joto. Nasikia joto hata imefika huku. Yenye iko na umaji maji na hiyo ni humidity. Naam. So hii incubator yetu huwa ni automatic. Naam. Inageuza mayai peke yake. So mtazamaji, kama unaweza kuja hapa unaweza ona system yangu ya turning, egg turning. Ukifinya hapa nitakuonyesha venye unafinya in case ndio ionyeshe mtu venye nimeweka system ya kuturn. Naam. So hapa nimeweka hii si rivet. Hii ni ka switch yenye ukifinya hivi kwenda ndani. Ni kama switch. Ni kama switch ukifinya inaanza kuturn. Na ile turning system nilitumia ka mota ya gear. Gear motor. Ukiangalia pale utaona venye inazunguka vizuri. Unaona? Naam. Hapo. So ikizunguka hivi mayai yote inazungusha once. Nimefinya hapa ndio inaendelea kuzunguka. Nikiwaachilia itasimama hapo. Inasimama mahali imefika. Okay. Na vile nimeona pale chini umeweka kama kimkebe ambacho kina collect yale maji. Labda hapa pia utaweka ama system yake ni kutoa na huko nje? So hapa unajua system ya gas huwa tunatengeneza tofauti. Lakini kwa stima sasa sana unajua stima inakuwa siku mingi. Tunaweka hako kamkebe hapo chini. Hiyo kimkebe tumeweka heater. Heater ikiwa on inachemsha ile maji. So maji yakichemsha yanatoa vapor. Ndio hiyo tunaita humidity hapa ndani. Na hii system ambayo ni ya gas, umesema kukiwa na stima uko na kimkebe. Na je, hii ambayo inatoka nje ni wakati uko kwa gas peke yake? Hapa ni sasa ni gas peke yake. Gas peke yake wakati tunatumia ndio hivi inaendelea kutoa. Okay. Asante sana. Labda mtazamaji na msikilizaji wa Abagusi Global Radio, ningependa nikujuze kwamba ukija hapa mtaani Kisii utapatana na mjuzi ambaye anatengeneza vifaa vingi, mashine mingi sana, na labda wewe utashauri vipi yule ambaye anasikiza na kutazama AGR? So mwenye ananisikiza hapa tuko na ufumbuzi lakini changamoto iko bado. Lakini hiyo changamoto ni tukikuwa pamoja, umoja itakuwa ni nguvu. Sababu mimi nimeshaleta idea venye tutakuwa tunafanya, badala mkulima aenda hasara kwa mayai yake na ashaweka pesa hapa ndani. Stima kama imepotea, unaona venye tunafanya. So kulingana venye na hitaji mwenye naweza kuniona, tushikane pamoja. Tunaweza shikana pamoja tuweke resources in action so that we can make as many incubators as possible so that we can help our youth. Yeah. Na je, kuna market ambapo unauza hizi incubators? Sasa market hapo ndio niko smart sana. Najua nikishatengeneza si ati ninangoja customer akuja hapa kwa nyumba. Huwa nimetengeneza posters hapo kwa nyuma hapo utaona nimetengeneza Carworks automatic incubators. So ninatengeneza hizo posters na zipeleka kwa Agrofet. So mkulima akiingia pale kwa Agrofet si anataka kununua dawa apelekea vifaranga. So hapo mahali anaitisha dawa anaona niko na kibandiko hapo Carworks automatic incubators. Na namba nimepea. Naam. So akipiga hivi mimi ni mtu mwenye niko very serious, nikisikia ni biashara ni hapo na hapo. Naam. Kwa hivyo kuna market ya hizi incubators. Market iko sana. Kama hii umeuza ama bado? Hiyo already inakuja kuchukuliwa saa 7. Leo.
Kwa hivyo unafaa kurudi ufanye umalize kazi yako ichukuliwe. Ndio tutabaki tukitengeneza hii yenye iko nyuma hapa. Moja hii kubwa unaiuza kwa shilingi ngapi, labda kwa faida ya yule ambaye anaweza hitaji kununua? Sasa kama hii unajua tunaenda na size. Kama venye tumetengeneza hapa, hii inabeba 1500 eggs. Kulingana na ukubwa na crates na venye ile pesa yenye inatumika mpaka tujenge hii kitu, tunapata kwamba ni tunaweza uzia customer kama 120,000. Ukubwa wa hii? Ukubwa wa hii ni 120,000. A capacity of 1500 eggs. Na ile ndogo kwa hii kama sasa hiyo. Kuna mkulima mwenye anaweza ogopa hiyo bei, pia tunamtengenezea ndogo. Ndogo ndio hii hapa. After tushatengeneza tukimaliza, hii itabeba mayai 528. Na hiyo inaweza kwa bei ya 70,000. Okay. Kwa hivyo mkulima yeyote ambaye anataka kuanza kuzalisha vifaranga lazima awe ako na pesa kidogo. Lazima akuwe na pesa, sababu biashara unajua ukianza biashara lazima uingishe mkono kwa mfuko ndio uanze. Na changamoto katika hii kazi yako ambayo unafanya, labda uelezee tu kidogo zile changamoto ambazo unapitia. Sasa naweza sema changamoto yenye iko ni kupata mayai yenye iko fertile. Unajua ukiuliza karibu kila mkulima uko na mayai yenye iko fertile, atakuambia ndio niko na jogoo mingi sana. Lakini hujaenda mpaka kwake uangalie kama anakudanganya. So venye tumetengeneza hivi, unajua ukipata mkulima mwenye hana haja na venye unaenda kufaulu, atakupea mayai yoyote, hata ile yenye inauzwa hapa kwa soko 10 ya kukula. So ukiingisha hapa we unategea utataka kupata vifaranga. After 21 days unapata hakuna kifaranga imetoka hapa ndani. Unajua uwezi mrudishia mayai. Hiyo ni hasara yako. Kitu kingine yenye naweza sema, stima ikipotea. Stima kama imepotea, huwa hiyo ni direct loss. So kitu yenye naomba kwa mtu mwenye anaogopa maybe mambo ya stima, ndio sababu tuko innovative, tumetengeneza mambo na gas. Sasa gas ndio tutakuwa tunaenda kutumia kama backup. Si generator. Unajua unaweza kuwa na generator ndio mafuta imeisha kitambo, upate pesa ukimbie ulete mafuta ingine, vifaranga imeshaumia. Lakini kama uko na gas hapo ndio hiyo. Hizo ndizo changamoto ambazo unapitia kwa sasa. Changamoto sana ndio hizo nimesema, mayai yenye si fertile, umeweka hapa umeenda stima bure, hasara. Na pesa, unajua ninahitaji kama saa hii kutengeneza hizo vitu kwa wingi. Sababu nimeona soko. Simesha kuambia. Soko ukipeleka pale kwa Agrofet, ukiweka kama hii ni mashini hivi ama posta, unapigiwa simu. Hivyo iko soko, lakini hakuna pesa yenye maybe inaweza ambiwa tengeneza hizi vitu 1000. Unajua hizi vitu ni vitu zenye tunaweza uza Kisumu, Nakuru, Kisii, Nyamira, kila mahali. Lakini saa hii mimi ninatengeneza tu kwa Kisii hapa. Sababu gani? Pesa hakuna ya kutengeneza mingi, ndio ni supply. Hivyo ukipata oda kubwa itabidi uende utafute loan kidogo ndio uweze kutengeneza mingi, ama sivyo? Ni hivyo. Nimeona pale katika ile incubator nyingine umeweka mayai pale. Labda pia wewe huwa unaangua vifaranga kutumia incubator? Huwa naangua vifaranga. Na hizi vifaranga unajua tunauza. Kama hazitaenda tunapeleka kwa nyumba huko reserve. Nimejenga ya nyumba ya kuku kubwa sana. So kama zitauza, hiyo si hasara. Ninapeleka pale, ninaendelea kuzifuga, venye zinaendelea kukua kubwa ndio bei inaendelea kupanda. So hapo hakuna hasara, hata sikuuza ndio naweza kuwa sijauza, lakini hakuna hasara. Na ulisema kwamba wakati mwingine iwapo labda wewe umeenda kutafuta mayai ukapata yale ambayo si fertile, labda umewahi fikiria wewe mwenyewe kutengeneza mayai yako peke yako? Okay, sasa hapo nimefikiria, sababu nitakuwa natengeneza hizi incubator kubwa.
nachukua mayai kutoka kwa kuku zangu. Nipange pale ndani. So customer anakuja akitaka mayai yenye iko fertile. Najua ukifanya ile mayai ukifanya candling ile kumulika hivi utaona lines zenye michoro hivi kama nini veins za damu. So ukiona yenye iko na hizo lines hiyo ni fertile. So unaweza uzia mtu, lakini ukimuuzia unamwambia anakimbisha direct mpaka kwa incubator. Si ati anunue aende kuweka ndio aanze kupanga mambo anaweka. Na yule ananunua alafu hana incubator anaenda kuwekea kuku. Kama huyo sasa wa kuku nitamuuzia hiyo akienda kuweka kwa kuku, lakini lazima hakikishe akona kuku yenye already imelalia. So nikimpatia anaenda anaweka ndani, kuku inaanza kutoa vifaranga immediately. Na maneno matatu tu kabla tumalize haya mahojiano. Kwanza umesema kwamba una changamoto ambazo zinakukumba katika hii kazi yako. Labda ungehitaji nini kutokana kwa sababu wewe ni mfanyabiashara, ungehitaji nini kutoka kwa, unajua kuna yule ambaye angetazama ama atasikiza na labda unahitaji usaidizi wote, utamwambia vipi? Sasa usaidizi wenye ninapenda kupata ni kifedha. Sababu hiyo ndio changamoto kubwa sana zaidi za hiyo zenye nimekuambia. Tukishapata pesa tutatengeneza hizi vitu. Tukishatengeneza hizi vitu kwa wingi inamaanisha tutaenda kukula vizuri, na hata huyu mwenye ananisaidia pesa. Sababu ashaweka pesa yake huko, hata yeye anaweza taka kugain. So tunaweza elewana, ninakiuza incubator tunashare ile profit. Sababu hii ni pesa yenye yani ni biashara yenye iko na demand kubwa. So pesa nikipata hapo sasa nishaenda. Wakati unatengeneza hii incubator, tukizungumza maneno ya pesa, ukitengeneza hii ukimaliza huwa umetumia pesa ngapi? Kwa sababu najua hizi materials lazima huwa umenunua. Sasa kama hii sasa kulingana na venye nimepiga hesabu yangu, hii venye imesimama hivi nimetumia around 95,000 mpaka imeisha. Sasa hii ni mlango tu tunaweka alafu iende 95,000. That is why tunauza around 125 120 mwisho ni 115. Labda hizi materials ambazo unatengeneza huwa unazinunua wapi? Kwa sababu naona mawaya nini hizi vitu zote. Hizi ni MDF zinauzwa hapa Kisii. Hizi ni angle line za aluminium tunanunua Nairobi. Hizi ni angle line za steel ziko hapa Kisii. Crates tunanunua Nairobi. Kila kitu kuna mahali napata, nikikusanya hivi mashini itakuwa already imeisha. Na labda hizi chuma hapa, hii ni chuma ama ni plastic? Hiyo ni chuma. Haiwezi kaumiza mayai wakati umeyaweka pale ndani? Hapana. Si uliona venye ile ilikuwa inazunguka vizuri? Haiwezi umia mayai sababu hapa kuna space. Hata ukitaka kuguza ile mayai yenye iko huko mwisho, hivyo tu. Haya, swali la mwisho labda na tumalize haya mahojiano. Mtazamaji wa Abagusi Global Radio, unajua kwamba kuna yule ambaye atapendezwa na kazi yako, ambaye anaweza taka kuomba kitu kama hiki, labda akipate, anaweza kukupata vipi? Sasa namba ya simu ni 0720 69 82 62. Na kama anaweza kukuja mpaka kwa workshop ajionee venye hizi vitu zenye tunatengeneza, anaweza kuja mpaka Kisii main stage. Exit to Nyamataru. Hapo ndio niko, ataona kipandiko hapa sign post kubwa kama hii yenye kwa nyuma yetu hapa. Nimeandika CarWorks Automatic Incubators. Na namba nimeandika hapo, atanipigia kama sijafungua, lakini hapo ndio niko kila siku. Labda katika mitandao ya kijamii, social media uko pale? Niko YouTube, niko na YouTube channel inaitwa CarWorks Incubators. Na kuna ingine pia inaitwa CarWorks Innovation. So akiingia pale ataona kila kitu yenye ninafanya. Unajua kuna mashini zenye nimetengeneza za kukata sukuma wiki.
inatumia stima, inakata sukuma wiki kidogo kidogo. Smart ataiona hapo. Kuna mashini nyingine ya kukata nyazi. Hizo vitu zenye ninafanya ni uvumbuzi wangu. So akiingia hapo ataangalia kama ni kusupport, nimepeana namba hapa, anaweza nipigia ndio tuongee. Na Facebook pia unaitwa nani? Facebook nimeitwa Fundi wa Fridge. Fundi wa Fridge. Kwa hivyo mtazamaji, ukiweza kwenda kwenye mtandao wa Facebook unaweza mpata kama Fundi wa Fridge. Ukienda YouTube pia unaweza ukampata pale ili uweze kutazama yale mambo ambayo anafanya, yakiwa yote ni uvumbuzi ama inaitwa innovations, kwamba ni kitu ambacho amekianzisha, hajasoma mahali, lakini ni creativity yake ambayo imeweza kumfikisha hapa. Kwa njia ya pamoja nasema shukran kwa kuendelea kutazama AGRFM TV, na nasema kwamba asante hadi siku nyingine. Naitwa Masi Ontita Karus Ondimu ama Hai Karus Ondimu. Shukran.